Sasa Kidawa, nisikilize, maana sitoweza kurudia tena. Umeona hivyo ulivyoroa hapo, nimekumwagia maji, nimekusuuza. Sasa nenda ndani kachukue maji, tena jaza ndoo kubwa, aka kadogo kaachana nacho. Chukua brush, sabuni, akisha hiyo sabuni ya unga, nenda bafuni kajisugue kila sehemu. Ukija sitaki kusikia shombo yako, ile jasho lako achana nalo. Halafu njoo niulize, dada Salama, mbona umenimwagia maji? Nitakupa jibu. Umenielewa? Sawa. Salama, mbona unalombaya sana wewe? Alafu umesahau ya kwamba Kidawa ni ndugu yako, tena sio mdogo wako tu, umezaliwa tumbo moja. Unaanza kuzaliwa wewe, anafuata Kidawa. Hukupaswa kufanya haya unayoyafanya kwa mdogo wako. Hiyo ni roho mbaya. Unapaswa kumwomba mdogo wako msamaha, maana umemkosea. Auntie, sasa mimi nimekosea wapi mdogo wangu Kidawa? Kumfundisha? Haya ni mafunzo. Alafu shangazi, usichokijua mimi Salama nimwombe radhi huyu Kidawa. Hilo msahau, halitokuwepo na halitotokea. Nenda kaoge. Pole sana mwanangu. Nisamehe, unajua urudishi. Pole mwanangu. Kuna shangazi. Achana naye. Pole. Binamu, binamu, binamu. Mambo vipi Salama? Wewe, nilikwambiaje? Nimekwambia sitaki unifuatilie. Nishakwambia binamu yangu yupo. Wewe uelewi au? Nisikilize nikwambie Salama. Najitahidi sana kuendana vile ambavyo wewe unataka, lakini kiukweli nashindwa. Bado naumizwa na ahadi zako. Na siku kadhaa sijakuona. Nisikilize nikwambie. Ninapokuwa mwenyewe bado najisi mpweke wa penzi lako Salama. Ndio maana unaniona nakuja hata hapa kwenu ili nikuone. Wewe Salama. Ndosa, nazungumza kwa mara ya mwisho. Sitaki unifuate nyumbani kwetu tena, na siku ukija kurudia hiki kitu, basi nitakuja kufanya kitu kibaya kwenye maisha yako. Hautakuja kunisahau.
Salama mwanangu. Unajua unachokifanya, wewe unahisi unapatia sana, lakini unakosea. Haswa unamkosea sana Ndosa. Ndosa ni kijana mzuri sana, ana hekima, ana busara, anajitoa, ni mtu wa watu. Mimi nafikiri yeye ni mtu sahihi sana kwako. Anti, unapoelekea unavuka mipaka. Wewe usichokielewa kipi? Huyo Ndosa, utarashati wake, usafi wake, hivi anamfikia bina wangu? Bina wangu mzuri, mtanashati, alafu nampenda. Sasa nisikilize nikwambie, hayo mafaili yako ya Ndosa yabaki kwako. Mimi na mafaili yangu ya binamu yangu, na nimeshakwambia Bina anakuja huku kwa ajili ya kunioa mimi tu Salama, sio mtu mwingine yoyote. Alafu kitu kingine usichokijua shangazi, mimi na Bina, yeye ni mzinga, mimi ndo asali wake. Yaani nampenda na ndo nimesharoa. Sasa nyinyi mabaki msinichanganyie mafaili mengine na kutuharibia future yetu. Tunaelewa shangazi? Mimi ni mke mtarajiwa wa Bina. Ha? Kwanza vipi? Hiyo shida yako ishapika? Kupenda kula tu, ila kuambiwa ukweli na kusutwa hutaki. Kwani wewe si ni mwanamke? Jiko unalijua. Kwa hiyo nenda kapike. Kwanza hata mimi nimemisi sana kula chakula chako. Ha! Hilo msahau. Mimi Salama nipike. Na Kidawa anafanya kazi gani? Ngolifu mwenye zangu nikasuke tu hapa. Mwanangu na matatizo, unajua wewe. Unajua ndugu yangu, mimi huwa naamini kwamba watu wanabadilika. Nimeenda mjini, nimerudi, Salama ni yule yule. Hivi huwa mnaishije naye huyo? Sisi tunaishi na hivyo hivyo tu ndugu yangu, kama anavyoishi na watu wengine. Mr. Lichi, unajua mimi nilishangazwa sana na ujio wako wewe kutoka Dar es Salaam na kuja hapa kijijini. Na kilichonishangaza zaidi kwamba umetoka Dar es Salaam na umekuja kijijini kwa ajili ya kuchumbia kati yao wawili binamu zetu. Iko kitu mimi nilishangaa sana. Unajua, nikawaza Mr. Lichi mbona ni msomi sana, amesoma na ana elimu. Sasa imekuwaje tena umerudia habari za kale za mila na desturi ambazo zimepita za mababu zetu, wanawake wote waliojaa huko jijini Dar es Salaam, mpaka utoke huko uje uchumbie tena binamu zetu? Aha, Mr. Lichi. Imenishangaza sana.
Unajua ndugu yangu, kuwa na elimu, kuishi mjini hakutufanyi tusahau mila. Mila tumeachiwa na mababu zetu, nao waliachiwa na waliowatangulia. Kwa hiyo swala la mimi kufata mila nadhani sio shida. Kuwa na elimu pia sio changamoto nikaacha pia mila zetu. Kwa hiyo sioni kama niko nje ya mstari hapo. Mr. Richi, unajua mimi kitu ambacho najivunia na nakumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na kitu ambacho najisikia kwamba niko huru. Nafurahi sana vile kuona kwamba Mr. Richi, mimi na wewe mpaka leo bado tupo. Unajua mimi na wewe tumebahatika kukua pamoja. Ingalikuwa umenizidi kidogo umri, lakini tumekuwa pamoja, tumecheza pamoja. Mimi nimeongea tu kwa joking, wala sikuwa na maanisha. Naelewa. Yote kwa yote haya, niambie sasa ndugu yangu, karata yako imelalia wapi? Kwenye cheusi ama ndo kile cheupe? Unajua ndugu yangu, kwenye hili tusiende haraka sana. Nafikiri tuache muda uzungumze. Kidawa, una nini? Nimekuona muda mrefu sana ukiwa unaweweseka. Haya, niambie, umeota nini? Mara nyingi nimekuwa nikikwambia usipende kulala mlalo huu, majinamizi huwa yanapita. Hizo ni ndoto tu. Niambie, umeota nini? Nikuletee maji? Hapana shangazi, mimi niko sawa. Okay, utakuwa sawa, lakini nikuletee maji? Yaani Kidawa, nilikuwa natamani sana nikuone, ni vitu nilikosoa muda shoga yangu. Leo ndo nimeamini kweli Mungu anajibu maombi, hasa kwa wale wanaomuomba kwa imani. Mungu ana miujiza mikubwa sana. Ni miujiza gani hiyo? Maana leo kasi uko tofauti sana. Nikikuangalia ni mtu mwenye furaha kubwa. Unamaanisha nini? Kidawa, ni kwa muda mrefu sana mimi na binamu yako PD4 hatujafanikiwa kupata mtoto. Naelewa. Yaani kiasi kwamba hata mimi nilikuwa naona aibu watu wanavyoniongea huko mtaani, yaani najistukia mwenyewe shoga yangu. Lakini tunataka kujua kwamba Mungu anajibu maombi. Hatimaye sasa hivi tumbo langu limepata ujauzito. Kasi! Siamini Kasi. Una mimba? Ndio. Kasi! Mbona Flavor kama wewe ndo mwenye mimba jamani?
Kidawa, nina furaha. Yaani kiasi kwamba sijui hata Mungu nimlipe nini. Kwa hiyo tutegemee sisi kuitwa mashangazi na binamu yetu PD4 aende kuitwa baba. Ndio. Nikwambie kitu. Niambie. Kwenye hilo umetuheshimisha mno. Nimefurahi sana. Ina maana wewe kutuona hadi unatumwagia maji? Wewe huyu alokutuma kamwambie leo umefeli, labda kwa siku nyingine. Alafu mimi ndo salama. Hiki kisiki kilichozeeka, huwezi kupata dawa kidonge wala ya maji. Dada, ni maneno gani hayo? Shogangu, ni bora tu niamke niende nyumbani, maana taarifa zangu kwa nimekuletea ndo hizi. Hapana wifi. Mzoe tu dada yangu. Jamani, ina maana mtu anatumwagia maji kwamba hakutuona au? Usije kusababisha matatizo mengine. Mzoe. Shogangu, ndo hivyo. Ni maana tu mtu wa kwanza kukuambia ni wewe. Wow, jamani. Pole na safari. Asante mke wangu. Pole nawe. Asante, nikusaidie mzigo. Wala usijali mke wangu. Habari zako? Ni njema. Je, utokako? Namshukuru Mungu, nimekwenda salama, nimerudi salama. Vipi? Safi. Mbona kama una mkoba unatoka? Unaenda wapi? Nilikuwa natoka zangu mara moja naenda kwenye mihangaiko yangu. Si unajua tena? Alafu mdogo wangu aliniambia kuna kitu anataka kuniambia. Utachelewa kidogo kurudi. Sawa, haina shida. Mimi nipo hapa, utanikuta. Haina shida. Nakutakia safari njema. Haya. Shangazi, mimi nimechoka kabisa kwenye hili. Yaani anashindwa kuniheshimu mimi. Hivi asiponiheshimu mimi unafikiri mimi nitamheshimu? Sio mimi tu, hata watu wanaokuja nyumbani hawaheshimu. Hivi hii iko sawa kweli? Hivi wewe siku zote hujamzoea tu Salama? Hebu achana naye, asikuumize kichwa, mpuuze. Sawa? Shangazi, Wifikasi alifika hapa, lakini Dar es Salaam alipotukuta barazani bila kujali alitumwagia maji machafu, na sio kama hajatuona, ametuona kabisa. Kwa macho yangu nimemshuhudia dada Salama kafanya makusudi. Lakini hata hivyo Wifi alikuja na habari njema. Sasa hayo ndo kuniambia achana na yule dada yako. Habari gani hiyo alikuja nayo? Wifi ni mjamzito. Binamu matashtiti furuti urojo mimi nitakupa ndani ya ndoa. Achali samaki utamix kwa muogo, viudambudambu utakuletea. Tutalisha na kachori kwa samaki wa jodari, sitakupa kara
itakupa furaha.